Haijalishi kama wewe ni Muislamu mpya au umezaliwa katika dini ya Kiislamu. Wakati mwingine unahitaji kujikumbusha na kujifunza mambo mapya kuhusu Ramadhani. Je, ni mambo gani Muislamu anapaswa kuepuka katika mwezi huu mtukufu? Namba 1. Kupoteza muda katika shughuli zisizo na faida au haramu. Ramadhani ni kipindi cha muda mfupi, ila ni kipindi kikubwa cha kuomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu si wakati wa kufanya mambo ya haramu. Kwa bahati mbaya, kwa sababu ya utandawazi, Waislamu wengi hutumia muda mwingi zaidi kwenye simu zetu au runinga badala ya kusoma Qur'ani na kufanya sala. Mbaya zaidi ni pale ambapo simu hizo hutumika kuperuzi mitandao ya kijamii ya umbea na usengenyaji. Kufanya hivyo kunapunguza thawabu au hata kubatilisha saumu zako wakati wa Ramadhani. Mwenye kuacha vitendo viovu hana haja ya kuacha chakula chake na kinywaji chake kwa ajili ya Allah, kama inavyosemeka katika Sahihi Al-Bukhari mwaka 1903. Namba 2. Kula chakula kingi sana wakati wa iftari. Wakati wa iftari watu wengi hula chakula kingi sana kupitiliza, kana kwamba wanataka kulipizia chakula walichofunga siku nzima. Hali hii husababisha kushiba kupita kiasi na kuleta tabu kipindi cha swala za usiku. Wengine hukupisha maombi yao kwa sababu ya usumbufu wa kula kupita kiasi. Wakati mwingine hulala na hawafanyi swala kabisa. Hatusemi kwamba haupasi kula chakula unachokipenda kwenye iftari. Tunachopendekeza ni kula kwa kiasi, kile kisichoingiliana na kufanya ibada, ambacho kinaweza kukosesha thawabu za Ramadhani. Namba 3. Kufanya mambo haramu baada ya iftari. Watu wengi huanza kufanya mambo ya haramu baada ya kufuturu. Badala ya kufanya sala ya Maghrib, utakuta Waislamu wengi wanaanza kunywa pombe, kuvuta sigara, hata kusengenya. Watu hawa hushindwa kufanya mambo haya mchana, aidha kwa aibu au kwa kujikaza. Ila baada ya kufuturu tu, inakuwa kama kifungo kimefunguliwa na wanafanya watakavyo. Hii inaendana kinyume kabisa na mafundisho ya Ramadhani. Ramadhani inafika ili kusafisha dhambi zetu na kutufundisha nidhamu na uadilifu, sio kujizuia kwa kipindi fulani na kujiachilia baadaye. Ramadhani ni mwezi mtukufu, hivyo ni lazima kuepuka shughuli zilizokatazwa, sio wakati wa kufunga tu, ila baada ya iftari. Namba 4. Epuka uvivu. Waislamu hawatarajiwi kukaa bila kazi siku nzima kwa sababu wamefunga. Uvivu si kitu kizuri katika mwezi mtukufu, kwani kufunga sio kisingizio cha kukaa bila kazi. Uvivu pia humaanisha kulala kupitiliza wakati wa kufunga. Ingawa si dhambi kulala katika mwezi mtukufu, Waislamu wanakumbushwa kutumia sehemu kubwa ya mwezi kushika sala na kusoma Qur'ani mchana na usiku badala ya kukaa bila kazi. Namba 5. Kutumia muda mrefu sana kufanya shopping. Kwa bahati mbaya, Ramadhani inapoendelea kuelekea mwisho, kuna watu wengi sana madukani na wachache msikitini. Hili limekuwa jambo la kawaida kwa Waislamu wengi ulimwenguni. Siku 10 za mwisho za Ramadhani ni muhimu sana, kama kipenzi chetu Mtume Muhammad alipotumia siku hizi kushinda katika ibada. Badala ya kutumia siku hizi takatifu kuswali na kutoa sadaka, watu wengi hupoteza muda huo kufanya shopping mtandaoni au madukani. Badala ya kutoa misaada, watu hawa hutumia pesa zao kwa vitu visivyo vya lazima na vya kupita kiasi. Hatupendekezi kwamba usinunue abaya, usinunue kanzu mpya au vitu vingine muhimu
kwa ajili ya Eid. Tunasema tu kwamba uwe makini na matumizi yako na manunuzi yako. Zingatia zaidi kufanya thawabu za Ramadhani badala ya kununua vitu visivyofaa, huku ukipoteza wakati wa thamani wakati wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa 9 wa kalenda ya Kiislamu. Ni moja ya nyakati takatifu kwa Waislamu wote ulimwenguni. Ni mwezi ambao ndani yake inasadikiwa kuwa Qur'an tukufu iliteremshwa kutoka mbinguni kama mwongozo kwa wanaume na wanawake. Shule ya Maisha inakukumbusha kutumia mwezi huu kwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwa kutenda wema, kwa kutoa sadaka, kufanya ibada ili kupata thawabu. Epuka na mambo haya tuliyoyataja hapo juu ili kuweza kupata baraka zinazotokana na kufuata sheria za mwezi wa Ramadhani. Tunakutakia mfungo mwema hadi siku nyingine. Asanteni na kwaherini.